Naomba niseme nanyi mabinti. Natamani niseme nanyi wanawake. Na pia nahitaji kuzungumza kidogo na kina mama. Hasa nyie mnaoichukulia ndoa ni kitu cha maigizo au sehemu ya kufichia uchafu wenu. Nawakumbusha tu kwamba ndoa ni taasisi kubwa sana na ndoa ni hazina. Hivyo usichukulie poa. Ndoa hii unayoichukulia kama sehemu tu ya maisha ilikuwepo hata kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu, na ilipewa heshima tangu enzi. Wewe ni nani hasa hata uichukulie poa? Naomba uniazime masikio na macho yako ili nikuseme kidogo. Maana naona unaikosea heshima ndoa yako. Unashindwa kujua umuhimu wa ndoa hii katika maisha yako. Mimi ni Dennis John Kazenzele, nikiwakilisha K1 Media TZ Online. Karibu. Zama hizi ni zama za sayansi na teknolojia. Ni nyakati ya kizazi juaji na ni zama za ukweli zaidi. Ndio maana leo hii kuna watoto wadogo washachukia ndoa. Kisa kila siku wanashuhudia uchafu na udhaifu unaotokana na baadhi ya wanandoa wasiojua thamani ya ndoa. Kuna hawa single mamas na wale wasimbe waliofeli kujua kwa nini waliachika au hawakuolewa katika ndoa ya maisha. Ni wasumbufu sana. Mitandaoni washaunda magrupu kwa ajili ya kuelezea mabaya ya wazazi wenzao, ambapo kwa kasoro zao wenyewe waliamua kujitenga nao. Wamejenga uhasama. Wameamua kuongelea kwa mabaya pekee, huku wakienda mbali zaidi na kuwaita wanaume wote ni mbwa. Ni kweli, maana hata kaka na baba zao nao ni wanaume. Nadhani umenielewa nini namaanisha. Wanangu wa mwaka 2000, yani waliozaliwa miaka ya 2000 kuja juu, nisikilizeni. Ndoa ni ngumu sana, lakini ni tamu. Usimsikilize anayekwambia kuna mateso katika ndoa, bali muheshimu mtu yule anayekwambia ndoa ni ngumu, maana huyo anakwambia ukweli kabisa, wala hajakosea. Hata watumishi wa Mungu, waendelezaji wa hii taasisi ya ndoa, wanaijua hii hali ya ugumu wa ndoa. Ndio maana wanakupa kwanza cheti ndio unaenda kuishi na mwanamke au mwanaume kama mtihani wako. Maana kama wangeanza kukupa mtihani ndio upate cheti, naamini hata nabii angechemka, maana ndoa ni ngumu. Kuna kale katabia kwa baadhi ya wanawake au mabinti kuingia kwenye ndoa ili kupoza ugumu wa maisha. Hawa ndio tatizo halisi la ndoa za hivi leo. Kwani mguu wao mmoja upo ndani ya ndoa na mwingine upo kwa madanga. Nadhani huyu hawezi kujua thamani ya ndoa ingali yupo kwenye ndoa kimaslahi. Madanga yamekuwa sababu kubwa sana ya kuwepo kwa ndoa feki, yatima, chokora, single mamas, wajane na hata hao tunawaita wasimbe, kwa sababu yote haya yanatokana na hao wanandoa kuondoa neno uaminifu na kuvaa vazi la usaliti. Hawa wanapokutana katika mitandao ya kijamii hukumbushana kuwakomoa wanaume, lakini wanasahau kwamba ndege mjanja hunasa kwenye tundu bovu. Kwa nini msikumbushane juu ya kuitunza miili yenu na ndoa zenu kwa ajili ya vizazi vijavyo? Wanakumbushana juu ya kufanya tendo kwa sehemu ya dhulma kwa mwamvuli wa neno kumpagawisha mwanaume. Ngoja ni wafumbue macho na kuziamsha akili zilizolala. Kwa dunia hii ya leo, wanaume wa shamba wamesalia wachache sana. Hivyo mimba utabebeshwa na HIV utaipata. Acha zinaa. Tafuta ndoa, sio madanga. Na sio tu kutafuta ndoa, bali kuitunza pia ni jambo litakalokupa nafasi ya kuifurahia na kuona waliokuambia ndoa ngumu hawakukosea, ila wale wa ndoa mateso hawakuwa na kichwa wakati wanakuambia maneno hayo. Hatujifunzi kuhusu kufunga ndoa, bali tunajifunza jinsi ya kuitumikia ndoa. Kwani
Ndoa ni mfumo, na mfumo unatokana na namna taasisi husika ilivyosuka. Japo heshima, hekima, imani, upendo, uvumilivu na amani ni vitu vinavyozunguka ukuta wa ndoa. Tunachotakiwa kwa sasa ni kuitumia vyema teknolojia tulioletewa na wazungu kwa kuelimishana kuhusu masuala chanya na sio kupotosha umma kwa lengo la kibinafsi. Unatuambia ndoa ni ngumu wakati wewe ni miongoni mwa watu wanaochangia sherehe za harusi kuliko kuhudhuria misibani. Wewe ni jipu na hauna budi kutumbuliwa. Wadogo zangu wa 2000, ndoa ni taasisi sio na kiongozi duniani. Hakuna aliwahi kushinda mtihani wote wa ndoa, bali kila mmoja anao sehemu ya ushindi wake katika ndoa. Hivyo ndoa ngumu, ila haijawahi kumshinda mwanadamu aliyeamua. Hampaswi kuiogopa ndoa kwa maneno ya kuambiwa, bali ingia kwa nidhamu na hekima katika ndoa yako. Usikivu ni silaha muhimu sana inayoweza kukufunulia utamu wa ndoa. Lakini endapo utaitumia ndivyo sivyo, basi ni dhahiri shahiri hautauona utamu wa ndoa wenyewe, bali shubiri ya kiburi chako. Ndoa inahitaji watu wenye akili timamu. Ndoa inamtaka mtu mwenye huruma. Ndoa inamfaa mtu mwenye hofu ya Mungu. Ndoa inampasa mtu mwenye nidhamu. Ndoa inamfaa mtu mwenye utimilifu wa mwili na mwenye kujali. Kiufupi, ndoa inamtaka mtu mwenye upendo na hekima, na ndoa sio ya kila mtu bali wale wenye neema. Hivyo, ndoa si mbaya, bali ndoa inaweza kuwa ndoano kama hautojua kwa nini upo ndani yake au kwa sababu gani unataka kuingia huko. Maana ndoa ngumu, lakini sio mateso. Sina la ziada nililobakiza kwa leo, labda tuone kwa kesho. Pengine yataibuka mengine ya usuyo ndoa. Langu jina ni Dennis John Kazenzele wa K1 Media TZ Online. Na hii ni makala ya Jenga Tabia, mada ikiwa ndoa ngumu lakini sio mateso. Subscribe, comment, like, kisha share ili makala hii iwafikie wahusika wengi zaidi. Endelea kutufuatilia zaidi kupitia K1 Media TZ Online. Bye bye.